Ukisikia balaa jipya limezuka ndo hila hapa sasa, baada ya kuweza kumtema Whozu, baada ya kuweza kumtema Ndaro, na sasa hivi moja kwa moja yupo kwa mshikaji mwingine kabisa. Ila Tunda, cha kujiuliza ni kwamba Tunda anafanya kazi gani hadi anaingiza pesa ndefu kiasi hicho na anaweza kuwa na wanaume wengi tofauti tofauti. Bana, nimekusogezea exclusive interview na details ambazo zipo bana. Tunamwona bidada Tunda tayari yuko na mali mpya, tayari yuko na mwanaume mwingine. Tunajua hapa katikati hakuposti kuhusiana na mahusiano yake baada ya kutoka kwenye uhusiano wake pamoja na Tunda pamoja na Ndaro. Hadi hapa kuposti, lakini rasmi anaweza kuposti bana kile kinachoendelea kati yake na penzi jipya. Huyu mshikaji nitakupa details zake hapo mbele, lakini kama wewe ni mara ya kwanza kufika hapa, hujachelewa kabisa. Tumia sekunde chache tu kwa ajili ya kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, alafu tuende kwenye comment section hapo niambie unahisi Tunda anafanya kazi gani hasa, kwa nini anaweza kuteka wanaume wengi kiasi hiki. Karibu sana, hii ni Bongo Recap. Kwa muda mrefu watu wamekuwa wakitamani sana kufahamu kwamba bidada Tunda biashara gani anayofanya, kazi gani anayofanya ambayo inamuingizia pesa kiasi kwamba ana uwezo wa kumiliki wanaume, ana uwezo wa kukaa kwenye apartment kubwa sana, na ana uwezo pia kujihudumia mwenyewe. Manake hapa totally hii haina kupinga kabisa. Wanaume wengi ambao wanaingia kwenye uhusiano na Tunda lazima watakuwa wanazidiwa kipato na Tunda. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba inakuwaje Tunda anawazidi kipato, na story ambayo iko nyuma ya pazia ni nini na imetokea nini? Anafanya kazi gani? Mbona hatujawahi kufahamu kuhusiana na kazi yake ambayo anafanya, biashara yake ambayo anafanya kila siku. So mimi nitakusogezea details za kutosha zaidi kwa kile ambacho kinaendelea, ili tuweze kufahamu kwa kina zaidi kwamba bana Tunda anafanya kazi gani hasa ambayo inamfanya aweze kuingiza pesa za kutosha zaidi na kuweza kumiliki wanaume mbalimbali. Endelea kubakia nami, hii ni Bongo Recap. So kuna hii video clip ambayo imesambaa sana ikimuonesha Tunda akiwa na mpenzi wake mpya. Huyu jamaa jina lake halisi anaitwa David, wengine wanamuita David, wengine wanamuita Davy. Ni wewe tu utakavyochagua, lakini jina lake halisi anaitwa David. Sasa huyu mshikaji bana sasa hivi ni kwamba penzi limekuwa zito zaidi kuliko mwanzo. Hii video clip imeweza kutembea, japo haiweza kupostiwa kwenye ukurasa rasmi wa Tunda, lakini imeweza kupostiwa kwenye ukurasa rasmi wa Juma Lokole. And then pale kwenye caption Juma Lokole alichoweza kukiandika ni kitu fulani hivi cha kuchekesha, lakini kina uhalisia asilimia kubwa sana, ama tuseme tu asilimia 100. Anasema hawa nao imekujia vipi, wametokea wapi? Maana wanapenda sana kujiamulia mambo, sio kwa hizi issue ambazo wameweza kuzifanya. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba imekwaje Tunda anakuwa anabadilisha sana tu wanaume na wanaweza kuishi naye kwa muda mfupi, na mwisho wa siku kila kitu kinaharibika. Na kama sasa hivi hapa imeweza kutokea hii issue ya Tunda kuweza kuingia kwenye penzi jipya, itadumu? Ndio swali kubwa zaidi la kujiuliza. Kama haitodumu, kwa nini haitodumu? Kutokana na maisha ambavyo yapo sasa hivi, ama kuna issue nyingine ambayo ipo na inaelekea moja kwa moja ili penzi lisidumu? Kwa sababu ukiangalia maisha mengi ya huyu bidada yamekuwa yanaanza yanapotea, jambo kuna story nyingi sana hapo nyuma. Ndio story ambayo ni interesting sana kuhusiana na Tunda ni ile ambayo aliishi na Whozu kwa muda mrefu na alimsaidia Whozu kwenye vitu vingi sana, tena sana tu, lakini this time around kaanza penzi jingine tena. Alianza penzi lingine na Ndaro, lakini sasa hivi yupo na mshikaji anaitwa David. So kitu ambacho kikubwa watu wameweza kuchukia kutokana na hiki ambacho kipo ni kwamba baada ya bidada Tunda kuweza kuingia kwenye uhusiano na huyu mshikaji ambaye anaitwa David, moja kwa moja aliweza kugawa account ya mtoto wake, na yule mtoto bwana ni mtoto wa Whozu pamoja na bidada Tunda. Tunda tangu aingie kwenye uhusiano kwa chana Whozu hajapata mtoto mwingine tena. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba kwa nini? Na jibu ambalo lipo hapa kwa kwamba Tunda hajapata mtoto mwingine tena, sababu ziko za kutosha sana. Kumbuka kwamba mahusiano sasa hivi ya Tunda hayadumu, yanatumia muda mfupi sana kiasi kwamba hawezi kuruhusu mwanaume aweze kufanya chochote kile. Atafanya chochote kile, lakini kwenye zile safe days zinasio kwa level la kupractice kuweza kupata atakija kutokea basi sijua hapo anatumia nini ili mradi awe protected, lakini kiuhalisia hajaruhusu tangu kuondoka
kuondoka kwa mzee mzima Whozu hajaruhusu tena mwanaume mwingine kuweza kufanikisha hiki ambacho kipo na kufanikisha kwamba Tunda aweze kupata ujauzito. Sasa watu walikuwa wakijiuliza maswali mengi sana, behind that kuna nini, story gani ambayo ipo hapo ambayo inapelekea moja kwa moja bidada kuweza kupata ujauzito na kwa nini hapati. Sasa tuko kwenye story ya David. Kitu ambacho kimekuja kuumiza watu wengi zaidi ile ilikuwa inamilikiwa ile dogo mtoto wao walikuwa na manage ambayo ilikuwa na followers karibia 300 hivi. Ile account akapewa mshikaji, umeona, akapewa mshikaji David, akaambiwa bana ichukue hii, akakabidhiwa password ya login na kila kitu. Sasa baadaye ndo vuguvugu lilianza kwenye mtandao wa kijamii. Jamaa anashangaa tena, imekuaje? Kwa maana mimi sifahamu chochote kile kinachoendelea. Baada ya kufahamu kwamba ile account bana sio ya Tunda, maana yake Tunda alimwambia kwamba hii account ichukue fanye hivi kwa anataka, lakini baada ya kusanuka hivi akaja ile account sio ya Tunda, ile account ya mtoto wake na Tunda ambaye wameweza kuzaa pamoja na mzee mzima Whozu. Sasa David alichokifanya pale ni kuweza kurudisha moja kwa moja account. Mambo yasiyo mengi sana, nakwambia, mambo asije kuleta shari nikakosa na vitu vingine pia. Kwa hiyo alichokifanya ni kurudisha moja kwa moja account ambayo tayari alishapewa iliyokuwa inamhusu mtoto wake na Tunda ambao walishirikiana moja kwa moja na Whozu. Sasa imagine hiki kitu kinatokea na bidada anakubaliana kabisa kwamba anampa account wake. Kwa nini anatumia hiyo sana kuweza kuinvest kwenye mapenzi, alafu anashindwa kuinvest kwenye kitu kingine, anainvest kwenye mapenzi peke yake? Na huyu mshikaji yeye atabaki kuendelea kuwa na Tunda au vipi? Na kauli ambayo inakuja hapa ni kwamba tutafute sana pesa. Just imagine unaenda kwa mwanamke anakuzidi kipato, amwacheni mbali sana kwenye swala zima la umri, lakini anakuwa anakupelekesha. Ogopa sana mwanamke awe juu yako, ogopa sana. Kuna vitu ambavyo utabidi uvifanye lakini utashindwa kuvifanya ikaleta matatizo kwake kwa maana kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, Tunda ameamua kuliteka soko la wanaume. Yeye ni kubadilisha kila siku, na sijui kama hili penzi litaenda mbali sana, na ndio maana sababu kubwa kwake Tunda hajaamua kuweka wazi kwa watu wote, ameamua kuweka wazi kwa watu wachache sana. Na hii video bana Juma Lokole ameweza kuitoa huko mbali sana kupitia ukurasa wa Snapchat inavyosemekana, kwa sababu kule watumiaji sio wengi sana, japo wambo kutembea kule sio mkubwa kama nabii ukurasa wa Instagram. Sasa moja kwa moja bana Tunda ameweza kuingia kwenye sakato jipya la kuingia kwenye penzi jipya. Swali la kujiuliza ni kwamba penzi hili ambalo yuko nalo kwa sasa litaweza kudumu, litaweza kusurvive, ama ndo kama vile lilivyoanza la Tunda pamoja na Ndaro mkajiita Tundaro, na baada ya hapo tukaja kusikia Ndaro tu, kwa maana tayari Ndaro alipigwa chini na Tunda akaendelea ku move on hadi sasa hivi tena kampata mshikaji anaitwa David. Sasa sijui ataunganisha vipi David au ndio vile kile Bongo Recap. Sasa mshipike nyingi zaidi kusema ndani ya Bongo pamoja na nje ya Bongo. Karibu sana, subscribe YouTube channel yetu kwa ajili ya update nyingi zaidi na taarifa nyingi zaidi. See you next time. Hii ni Bongo Recap. Ciao.